ikabidi wawaombe mafuta wale wenye busara, kwamba tuazimeni japo mafuta kidogo ili tuweze kuwasha taa zetu. Wale wakasema mafuta hayo sisi hatuna, yanatutosha tu kwa muda huu, nendeni dukani mkanunue. Kwa hiyo wao wakaondoka kwenda kufanyaje? Kununua. Walivyoenda kununua mafuta, huku bwana harusi akaingia wapi? Ukumbini, na mlango ukafungwa. Kwa maana wenye busara, kwa sababu walikuwa na akiba ya mafuta, wao wakaruhusiwa kuingia wapi? Ukumbini. Wale walioenda kununua mafuta, baada ya kusikia ndio huyo anakuja, wakakuta ule mlango wa ukumbini umefanyaje? Umefungwa. Yesu alikuwa na maana kwamba kwa kuwa hatujui siku wala saa ambapo tutapatwa na mabaya, ama huu mfano unaweza ukatumika katika nyanja nyingi. Namba moja, unaweza ukatumika katika safari ya kwenda mbinguni, kwamba safari ya kwenda mbinguni hatujui siku wala saa ambapo Yesu atakuja kulitoa kanisa. Kwa hiyo sisi ambao tunamwamini yeye, yatupasa kuwa tayari, kwa sababu tunajua tayari kwamba masharti ya kuingia katika ile harusi ni kuwa na mioyo safi iliyotakasika. Ina maana watakaokutwa Yesu atakapokuja mara ya pili, watakaokutwa mioyo yao ni misafi, hao wataweza kuurithi ufalme wa nani? Wa Mungu. Ila wale ambao hawatakuwa tayari, mioyo yao ina makando kando, wana vitu ambavyo wana unfinished business na dunia hii, hao hawatakuwa na nafasi katika karamu ya mwana kondoo. Ina maana wao watabaki duniani kusubiri hukumu na hatimaye kwenda jehanamu. Lakini pia mfano huu unatufundisha juu ya kuweka akiba katika nyakati zetu za maisha ya duniani, kwamba huwezi kujua tatizo litakukuta lini. Kwa hiyo yatupasa hata sisi pia kujifunza kwa mfano huu katika kitabu cha Mathayo 25 mstari wa kwanza, kwamba yatupasa kuwa tayari muda wowote, kwa sababu ya muda wowote huwezi kujua nani atafariki, ama likatokea tatizo litakalohitaji pesa. Kwa hiyo ina maana kuweka akiba ni muhimu kwa binadamu, kwamba kuna wakati huwezi kujua utakutana na situation gani na hauna hela. Tatizo sio kama sherehe. Sherehe si unajipanga, harusi yangu itakuwa mwezi wa 7 tarehe 20, lakini tatizo halina hodi, kwamba ngongo sasa nakuja kukuletea jiandae. Hakuna. Utashangaa tu kwamba unatakiwa kwenda Mwanza, kuna 1 2 3 na 4 5. Hapo ndipo utakapo sasa kwenda kutafuta mafuta, na ukute pia dukani mwenye duka naye kafanyaje? Kafunga. Umeona? Kwa hiyo yatupasa sisi kama binadamu tujifunze pia kuwa tujiwekee akiba wakati wa mavuno, wakati tunapopata, kwa sababu hatuwezi kujua wakati gani tutapata changamoto. Lakini pia tujiweke tayari, muda wowote Yesu atarudi. Reinhilda, Jesus will come the second time to take the church and those who will be ready. So you must be ready when Jesus comes, so that you go with him to heaven. Okay? Kwa hiyo yatupasa jamani kuhakikisha taa zetu zina nini? Zina mafuta. Hata nyumbani tu gari linapaswa kulala na mafuta. Inaweza katokea dharura ya kumpeleka mtoto hospitali, gari mnalo, mafuta hamna. Mnaenda sheli nao wamelala. Sasa mnajikuta vipi? Itakuwaje mgonjwa afie ndani na magari yako nje? Si dunia itawacheka? Ndivyo ambavyo Yesu atatushangaa kwamba mlizijua dalili za kuja kwangu,
mbona hamkuweka maandalizi yoyote ya kuisafisha mioyo yenu ili siku nitakapokuja isiyokuwa na jina ili mpate kujumuika nami? Kwa hiyo jamani, tutumieni nafasi hii kutafakari kuhusu njia zetu. Tutafakari kuhusu kujiweka tayari, to be attention at any time. Mungu anapokuja au Yesu atakapokuja kulichukua kanisa, basi tuwe tayari. Bwana apewe sifa. Basi kama ilivyo kawaida yetu, nitatoa kipaza sauti, au kama kuna kipaza sauti kile pale, mtaendelea mtoe comments na umejifunza nini katika hii chapter ambayo tumeisoma leo, na hata kesho tutaendelea na mstari mwingine. Yesu aliongea mifano mingi. Jesus used to speak in parables. Alikuwa anaelezea mambo mengi kwa mifano, na ile mifano ni halisi kabisa kwenye maisha yetu. Si umeona taa tunazijua, mafuta tunayajua. Kwa hiyo ina maana neno la Mungu Yesu alilirahisisha kulingana na maisha yetu. Amen. Kwa hiyo nitamkaribisha mama na baadaye Darlene ama Daniela, kila mmoja atasema ambavyo amejifunza. Karibuni sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hawa wanaweza wasiwe wanaelewa taa za mafuta. Eti mnazijua taa ambazo tunaweka mafuta? Mzijui taa zenye mafuta? Basi wewe toa tu mfano wa vitu vinavyoendana na vinavyotumia mafuta. Sawa. Taa inayotumia mafuta, zamani kulikuwa kuna taa ambayo unaweka mafuta ya taa, alafu kuna utambi unawasha, kama inakuwa kama mshumaa, lakini ni taa. Kwa hiyo ile taa ilikuwa haiwezi kuwaka kama hamna mafuta chini. Ndio hizo taa tunazozisema. Lakini kikubwa kama mchungaji hapa, baba mchungaji alivyosema, ni kwamba tunatakiwa kuwa tayari wakati wote. Hata Biblia inasema tunatakiwa kuwa tayari wakati ufaao na usiofaa, kwa sababu kweli kuna wakati mwingine huo wakati unafaa na wakati mwingine huo wakati huo haufai, lakini muda wote tunatakiwa tuwe tayari. Nakumbuka bosi wangu pia aliwahi kuniambia kitu kimoja. Alisema mara nyingi tuna kitu tunaitaga bahati. Unajua kuna mtu atasema kuna mtu ana bahati, huyo mmaisikia. Alisema hakuna kitu kinachoitwa bahati, isipokuwa wale ambao tunawaona wana bahati ni kwa sababu wao tayari walikuwa wana maandalizi. Kwa mfano wao wanawali hao watano, mtu atasema yani mna bahati nyinyi, mlikuwa mna mafuta afu ndo naye akaja. Lakini haikuwa bahati, wale watu walishajiandaa. Ndio maana opportunity ilipokuja iliwabeba. Lakini kwa wale ambao hawajajiandaa, obviously opportunity itakapokuja itakuacha. Kwa maana hiyo fursa haikusubiri, inatakiwa fursa ikukute ukiwa umejiandaa. Isitokee nafasi ya kwamba anatakiwa dereva ili aajiriwe, ndio wewe unasema sasa ngoja niende nikasomee udereva au nikatafute leseni. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuwa tayari. Kama wewe unajijua ni dereva, unataka kuwa dereva, manake utatafuta leseni, utakaa na leseni yako. Hata ile wangapi hapa wanataka kwenda kusoma nje, lakini passport mnazo? No. Unaweza ikatokea opportunity, jamani shule imepatikana, wanatakiwa kwenda, lakini kwa sababu hauna passport unabaki. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho watu wengine wanakiita bahati, lakini sio bahati. Ni lile swala la kuwa tayari. Yaani tunatakiwa tujiandae, tuwe tayari. Na ndivyo hivyo ambavyo hata mwana wa Adamu atakaporudi, kwa sababu fikiria tumejitoa maisha yetu yote, siku zote tumefanya nini, lakini mwingine atasema yani ile siku niliyokosea tu ndio na Yesu karudi. Lakini tunapaswa kila siku tunapokosea tutubu, kwa sababu Biblia inasema Roho hutushuhudia ndani yetu kwa habari ya dhambi. Unapofanya kosa hujui kama nimekosea? Unajua? Sasa pale kile kinachokufanya ujue ni kwa sababu ni Roho ambaye anatukumbusha ndani yetu.